Ya what's up ya Kiwex comedy hapa leo. Kama kawaida nilivyowaambia kwamba leo nimeamua kuwatembelea ndugu zangu wadogo zangu ambao wanajitahidi sana kwenye swala zima la sanaa. Ya tuko na ndugu yetu hapa Tommy Bismarck na wasanii wake au wenzake ambao pia nilikuwa nikiwaona kwenye kazi zake za movie. Ya bwana, nyinyi sasa hivi mko watatu na kwenye movie zile huwa nawaona kadhaa hivi, kama sikosei, kuna wavulana kama wawili watatu hivi ambao sasa hivi hapa siwaoni. Tuseme labda sasa hivi kwa nyinyi hapa mlioko hapa, wewe ndo Tommy Bismarck na ndo CEO wa ile group ya Tommy Films, ndio? Ya tofauti na Tommy Films, kuna grupu ingine ama ni hiyo tu peke yake? Group iko Gani hiyo? Six Movies. Six Movies. Yeah. Hiyo grupu ilikuja kabla ama baada ya Tommy Bismarck ama baada ya Tommy Film? Kusema kweli hiyo group ilikuja before. Ilikuja before. Ilikuwaje mpaka ikaja, ama kulikuwa na mzinguano labda hapo, kukusana maneno? Kwa sababu tunajua watu wanaokaa mahali pamoja sometimes kunaweza kuwa yani huyu anaelewa hivi, yani kwa wana ile mvurugano. Kilitokea kitu kama hicho ndio ika happen, labda ikafungula group nani channel nyingine, ama ni makubaliano? Ilikuwa makubaliano tu. Kwa kuna hakuwa na vurugu yote? Labda hakukuwa na vurugu yote. Six Movies ni channel ama ni group ambayo inamilikiwa na nani kati ya nyinyi wawili ama kati ya nyinyi watatu hapo? Tunamiliki wote. Yani kuna yule ambaye sasa tuseme huwa ndo anapeana taarifa, kama wewe sasa hivi ni Tommy Films, ndio? Wewe ikitokea labda unataka kushuti movie, wewe ndo huwa unakuwa kipaumbele kuwatanguliza wale cast wako, kuambia kwamba jamaa, siku fulani tufanye mazoezi, siku fulani tuingie location tushoot. Kwenye Six Movies sasa nani huwa na jukumu hilo? Kuna sheria tuliziweka na kila mtu tulimpa kitengo chake. Sasa kuna huyu hapa ndo anaimiliki hiyo channel. Lakini huyu hapa sasa huyo ndo anaimiliki hiyo channel, lakini ni yetu sote. Kwa hivyo hakuna venye atafanya kitu bila kutuambia sisi sote. Kuna wengine hapa hawako, kuna pia wasichana, kwa sababu hapa na pale ndo hawako hapa, lakini tungekuwa nao sote. Mwanangu vipi? Poa vipi? Fresh mnyama? Kabisa. Kwa majina unakuita nani? Maanake tunakuona pale, kuna majina tunayaona kila aina nini, lakini leo nataka watazamaji pale wapate kujua kwamba msanii wetu ambaye huwa tunamtazama majina yake kamili ni na ni gani na gani. Kwa majina anaitwa Samuel Jeffer. Pia jina la kuigizia ni Catrix. Catrix kabisa. Kwa nini Catrix? Ni jina tu ambalo ni famous, ambalo yani tuseme nilifanya, kuna jamaa ambaye alikuwa DJ. Sasa alikuwa anajiita Catrix. Sasa kwa ile kwa entertain watu, pia mimi nikaona ni afadhali nijiite hilo jina. Umesema alikuwa DJ na wewe ni mwigizaji. Je, huoni kama kuna tofauti ya uigizaji na DJ? Kwa nini wewe ni mwigizaji na ukajiita Catrix na yeye ni DJ na ulichukua hilo jina kutoka kwa? Utofauti upo, ila mwigizaji na DJ pia wote ni watu ambao wana entertain watu. So kwa famous wake pia niko na afadhali nijiite Catrix. Ikitokea labda nafasi labda kwa DJ, labda uwe kama yeye DJ kama yeye na mfanane kama jina linavyofanana, inaweza labda kujaribu DJ? Inalingana kwa sababu mimi DJ sikusomea. Lakini kuigiza ni kipaji kabisa. Katika masuala ya kuigizaji, nishawahi kukutana na movies ambazo muda mwingi ulikuwa wewe pia upo na kwenye channel yake pia, yani kwenye channel ya Tommy Films upo na pia kwenye Six Movies upo. Huwa makubaliano huwa yapoje pale, nani wewe kucheza huku na huyu pia kucheza hii, makubaliano ama labda kuna mikataba fulani huwa mshaikana? Kuhusu hilo ni ukiniona mimi niko kwa Tommy Film pia niko kwa Six Movies, ina maana kwa Six Movies ni group, na pia tulikubaliana kuwa yule ambaye atajisikia kufungua account yake na afanye vitu vyake pale, pia tulielewana.
So ukiniona kwa Tomine jua ni makubaliano kabisa. Na wendo tunavyoona ni kama wendo CEO wa Six Movies. Tuseme wakati kama mnapanga shooting zenu vile, pale mfuko huwa unaongea ni wako ama kuna kama kushirikiana hivi kwa upande wa pesa? Kawaida kwa group huwa lazima mshirikiane, so siwezi sema kuwa mimi ndo natoa pesa pale. Kwa hiyo mnashirikiana? Nashirikiana, yule anatoa kidogo, yule anatoa kidogo, alafu ndo mnaenda kabisa, lazima. Yani inapendeza sana vijana kama hawa ambao ni watu ambao ukiangalia sasa hivi ya uwezo wao uko chini, lakini inafikia mahali wanajichanga changa kidogo kidogo kuhakikisha wanatimiza. Wajua sanaa bwana ni kitu ambacho mtu huwa anakipenda na moyo, tofauti na kuwa ni kazi. Kazi utaijua ni kazi baadaye kama ishaanza kukupatia malipo, lakini kwanza huwa unafanya kwa sababu unatamani. Kutokea na labda kufanya kwa sababu ya kutamani, wewe labda ushawahi kutamani kuigiza, ulimuona nani ama uliona msanii gani mkubwa? Yani nazungumzia role model. Uliona nani labda ndio ukatamani kuigiza? Tuseme ni wengi, wasanii wengi, ila tuseme kama Hemedi Chande vile, ile muonekano wake vile anaigiza hivyo tu. Au si? Kabisa. Unaigiza kama yeye au ulipenda maigizo yake ama kule ulipenda kuigiza, lakini sasa baadaye ndo ulivyoona yule jamaa, wajua kuna ile nishamuona mtu fulani anapenda kitu, anafanya kitu fulani, labda ishawahi kutokea labda ukaigiza muonekano ama ukaigiza sauti yake? Kuna vitu pale huwa na lazima ni copy, kwa sababu tuseme kuna vingine siwezi copy kama mavazi. Yule jamaa tofauti ya mimi na yeye lazima uonekane. So huwa najaribu kuchukua mambo mbalimbali pale. Tushaona kwenye zile movie zenu zile, tushaona kuna baadhi ya waigizaji wengine ukiwaangalia ni watu ambao yani kiuharaka haraka ile ukiangalia ni kama ni watu ambao uko chini sana na uangalizi wa wazazi wao, halafu tushakukutana nao kwenye zile movies, na ukiangalia zingine yani si kwamba hazina maadili, lakini uchezaji wake pia mara nyingi sana huwa kuna vitu vingine ambavyo labda mzazi anaweza ona asipende. Labda ile kwako wewe kuwaaminisha wazazi wako kwamba hakuna, ushawahi kutokea labda kesi vile kuwaaminisha wazazi wako kwamba hakuna maadili kitu mbaya yote inaweza tokea kwa wale watoto wao labda, ama hawashawahi kukuuliza kwamba kuna venye labda wanaona, wajua kuna ile wasiwasi kwamba labda huyu anaweza kuchukua mtoto wangu akaenda kwa act naye, mwisho wa siku hivyo ndo akaanza tabia mbaya. Labda ushawahi kukutana na kitu kama hicho? Kusema kweli bado, ni kwa sababu huwa lazima kama tunamshauri yule msichana ajue ni kwenye hii group, lazima muombe mzazi wake. Hatuwezi ruhusu mtu aingie bila ruhusa ya mzazi wake. So lazima mwambie ndio tufanyie hiyo kitu. Ushawahi kuletewa kesi labda ama haujawahi kufanya kitu mbaya yote? Bado kuletewa kesi. Sio? Mwanangu umepoa sana. Mimi niko kawaida. Mr. Wika. Naam, mlio wa jogoo. Sasa wewe nikuuliza, maana kama sasa hivi kwamba chamuuliza kwamba yeye aliona kwa nani ndugu yetu pale Hemedi Chande. Bila shaka wewe pia ulikuwa unafuatilia movies, kwa sababu huwezi kuingia kwenye uigizaji kama kitu ukiangalia. Lazima kitu utakiona pia ukiangalia na utamani ndo pia uingie kwenye ile sanaa. Wewe labda ulikuwa ukimtazama nani vile ndo ukatamani kwamba mimi pia naweza, yani natamani hivi siku pia nije nifanye kama huyu yani. Yani ni nani ulimuona ukatamani ukaingia kwenye uigizaji? Mimi mwenye msanii mzuri mwenye nilikuwa nikimuona na nikitamani kuwa kama yeye, Mzee Stephen Kanumba yani. Kanumba kabisa yani. Ule unafuatilia sio? Mbaya sana yani, ule uigizaji wake ulinifanya yani nikatamani sana kabisa. Na tuseme labda kuna baadhi ya movies ushawahi kuangalia za Kanumba. Ni movie gani labda wewe uliangalia ukaona hii mimi nikipata nafasi kama hii naweza cheza kama vile alivyocheza yeye? Movie gani labda ulipenda yani? Ile movie ya ile filamu ya nini Uncle JJ.
Kaipenda sana. Na mpaka sasa yani kuna kitu kidogo tu yani nafanya. Sasa nikimaliza hiyo kitu kuna kitu kizuri chaja yani. Cha kufanana na kama hicho yani, lakini sasa si hicho yani. Kwa sababu ya uzuri wake, utengenezaji wake wa nini wa filamu zake vile. Fresh. Turudi kwa mwanetu hapa nani Tomine. Tomine pia anaimba na pia anaigiza. Anafanya vitu viwili kwa pamoja ama vitu vitatu, kwa sababu mara nyingine huwa anamkuta kwenye kamera anashuti, na pia ni editor pia mzuri. Nishawahi kuangalia kazi zake, anafanya poa sana. Labda kwenye uigizaji na music, labda na kuedit, yani huwa hivi vitu viwili mbona unakaa navyo kirahisi rahisi hivi, huwa na manage vipi hivi vitu? Mimi nimshukuru Mungu tu, kwa sababu yani nilijiona tayari nishaingia huko na nilikuwa nafanya vitu vizuri, so nikaona Ushawahi kufundishwa labda kuedit ama ni kuangalia tu kwa watu? Bro, mimi naangalia movie, najua hapa ashafanya hivi, hakuna mtu amenifundisha bro. So kama umefundishwa ndugu yangu? Bado labda nikimaliza sasa ndo nikafundishwe. Tuseme wewe umegawanyika mara 3. Tuachane na ukameraman, tukiongelea kuhusu uimbaji, ni mtu gani ambaye alikuinspire hapa kuamua kuimba? Harmonize. Nyimbo gani alimba labda ukaipenda ukatamani hii naona kama iko vizuri, yani ukaikubali, yani kwamba ya udogo ana hiyo nani ujamaa, yani ningetamani yani hata siku moja mimi nionane naye, yani ilikufanya ukatamani ukaimba, utamani yani ukatamani kuimba nyimbo gani? I'm single. Yeah. Ulipenda hiyo? Na mbona hukupiga remix ile ukapiga nyimbo nyingine? Mimi sikupiga remix kwa sababu unajua kuna watu pia wananitazama pia, alafu ukizingatia mimi mtoto wa shule, so nilikuwa sitaki kuimba nyimbo wa I'm single kwa sababu pia maadili fulani pia nifikie. Lakini sasa nikaamua nipige ile ya shule kwa sababu pia nilikuwa kwenye mazingira ya shule wa wakati. So nikimaliza vitu vingi vya hata si collab wala si remix nini, sasa napiga ngoma zangu bro. Na wewe unaigiza, umeniambia kwamba kwenye mziki role model wako ni Harmonize, na labda tuseme kwenye uigizaji role model wako ni upi? Bro, ni mimi mwenyewe. Hapana, unajua yani kwenye sisi vijana huwa tunatamani vitu kutoka kwa watu. Inafikia time sema mbona mtu fulani kama anafanya vitu poa, mbona mimi kama hii nikijaribu naweza fanya mimi. Yani unatamani kutoka kwa mtu. Yani inawezekana ikawa labda wewe mwenyewe ndio ulitamani, lakini unaona kwa watu pia unatamani na wewe kufanya. Bila shaka kuna role model wako lazima. Ni nani? Kenya ama Tanzania? Popote pale. Tanzania bro, labda tuseme RK Tunga. Kenya? Kenya wapo wengi bro. Wako najua wako wengi. Kuna waigizaji wengi tuseme, labda wengine hujawajua, lakini labda kuna mmoja unamjua unamfuatilia, ni yupi? Wengi bro, hata siwezi taja. Au sio? Inafurahisha sana. Leo niko na wanangu wa mtaani kabisa. Yani hapa tuko Mazayani. Kwa wale ambao hawajui, mnaniona Kibwex kwenye comedies na vitu vingine nini. Huku ndo mtaani kwetu kabisa. Ni watu ambao nimeishi nao tokea ni mdogo, tumelelewa wote. Tumesoma nani shule moja pale. Yani sasa hivi tuseme ni ile kugawanyika kwa sababu amehangaika kwa kutafuta riziki na kutafuta maisha kule mjini, lakini mwisho wa siku huko ndo nyumbani kabisa. Kwao nimeona nikutane na wanangu hapa, wakubwa zangu, wadogo zangu, tupige story 2-3 hapa, tuweze kusaidiana, tuonekane Kwa hiyo wewe mtazamaji pale, tunaomba support yako pale channel yangu Kibwex Comedy. Nenda pale subscribe, like, comment, pia unaweza ukashare. Tunakuja kwa mwanetu hapa, unaingia kwenye na digital platform zote. Unampata wapi na wapi? Mi Tomine Bismarck, YouTube, Instagram, TikTok. Pia na kuna wale wanangu ambao wangependa to join. Unajua hii group yetu haijafungiwa mtu. So kuna watu wengi wanataka kujoin. So si tuwakaribisha kila mtu, bora wajue chenye wafanye. Unajua kuna wale watu ambao wanataka kuonekana kwa TV ama kwa simu,
kwa mfano kwa YouTube, kwa digital platforms, lakini hajui kuact ama hayuko serious. Anataka ule uselebu, yuko kwenye movie fulani. Sisi kama watakujoin una malengo yani, si tuko tayari, lakini si ile watakujoin kwa sababu watakuonekana pia. Hatufanyii hivyo. Kwa hiyo milango iko wazi kabisa, mtu yoyote ambaye anakutazama pale na labda angetaka kujoin nani, nafasi ipo? Nafasi iko bro. Kwenye kuimba mimi nakubali kila kitu bro, bora wajua. Na kuna channel nyingine pale unaambia kwamba kuna Tominay Bismarck, Tominay Films, halafu kuna channel nyingine ambayo inaitwa 6 Movies. 6 Movies inapatikana YouTube, na labda una group labda ya Facebook kama vile as a 6 Movies, ama hamna group ya Facebook? Group ya Facebook iko. Itwaje? Hiyo pia ni 6 Movies pia group. Una followers wangapi labda? Kwa kweli tunahitaji sana kwa sababu bado hatujafika mbali, tuko kama 400 kuendelea huko. Kwa hiyo kama alivyosema hapa mwanetu kwamba kuna group pia ya Facebook. Unaenda pale Facebook pale una search 6 Movies, group yao iko pale. Mara nyingi sana huwa wanaweka linki zao pale, kwa hiyo ukaweza kuwa support pale. Wanahitaji support sana, ni watu ambao wanapambana sana, si rahisi. Vijana ambao tuko mitaani kama hivi, alafu yani tunatenga muda ambali na majukumu tulionayo, tunatenga muda na pia tunatenga kiwango cha pesa kuhakikisha tunafanya vitu ambavyo tunavihitaji na yani hitaji la moyo wetu. Kwa hiyo tunachokiomba ni wewe shabiki pale wafuatilie, hawa ni wenzetu ambao wanapambana sana. Support ndo ni, kwa sababu wajua bila nyinyi hakuna kitu kinawezekana. Yani mashabiki ndo kila kitu, au sio? Unawaambiaje watu ambao labda kuna time unafanya shooting zako vile, ifikie time labda mtu akukatishe tamaa, unawaambiaje tu kama? Mimi langu tu ni kupambana. Sasa mimi siwezi kuambia kitu kwa sababu sio wote wanakutakia mema, ila yangu tu ni maombi. Niombe mimi mwenyewe nijikaze. Kuna yule ambaye atakapenda kunisupport pia nitamkubali, na pia yule ambaye hataki kunisupport pia nitamkubali, kwa sababu hizo ni changamoto pia. Ushakatosha tamaa labda mtu labda kukuambia kwamba wewe bana uwezi nani tafuta kazi nyingine labda kitu kama hicho? Kweli hiyo lazima, kama unaanza lazima. Ushaikukuta hiyo? Lazima. Ukamjibuje? Mimi nimwambia kupambana tu. Riziki iko popote. Hatuwezi jua riziki yetu iko wapi. Wewe kama CEO wa 6 Movies, kwa tuseme labda katika kuanza hizi shooting zako nini, kuna watu labda washai kukusupport labda kama wazazi ama labda watu ambao walikuzunguka kwamba yani kukusupport kwa njia yoyote labda kifedha, vitu kama hivyo? Kiukweli wapo, hata kama sio kifedha lakini kiushauri wapo.